unalala nje ya nyumba kwa mwaka mzima. Kwa hiyo umepewa mwanamke anayekulinda. Kuomba hakufanyi upate mwanamke ambaye au mwanaume ambaye hamtakuwa na changamoto. Sisi ni wanadamu ambao hatujakamilika, na kwa kweli changamoto zitaendelea kuwepo mpaka Yesu atakaporudi. Lakini tu namna ya kutatua hiyo migogoro ndio inaweza ikaleta shida. Lakini migogoro kama migogoro, maana migogoro ni kupishana mtazamo. Wewe unasema tununue pikipiki, mwenzako anasema hapana tujenge nyumba. Wewe unasema tujenge nyumba, mwenzako anasema hapana tupeleke watoto shule. Hicho ni chanzo cha mgogoro tayari. Kwa hiyo ninawatia moyo, ndoa iliyo na migogoro sio ya kwako tu. Ndoa zote zina migogoro. Changamoto ni namna unavyosolve migogoro. Wengi jana nimeliwaambia kwamba wamepungukiwa uwezo wa kusimama kwenye migogoro. Ndio maana utakuta wengine wanasema nimeamua kumwacha aende hivyo hivyo. Mimi nimechoka kuongea naye. Na kutia moyo mwanandoa, piga kelele usiache. Zungumza naye kabisa. Akirudi mwambie baada ya kula kaa hapa tujadili. Kwa nini unapenda kufanya hivi na hivi? Ukishaacha utaulizwa siku ya mwisho, nilikupa huyu mtu na wewe haukushughulika naye. Au kukwambia unapokosea, halafu ikafika hatua kanyamaza, umepotea kabisa. Usimpeleke mwenzi wako kwenye kiwango ambacho hadi atanyamaza siongee. Mimi ninapenda sana wanandoa wanaozungumza. Usiseme tu mimi hata nikienda, nikipotea, nikirudi hata nipokea, hana shida. Kapime huyo mtu ana changamoto. Leo mpango wa Mungu kuhusu mapato ya wanandoa sehemu ya kwanza. Sikiliza, mtu asikudanganye kwamba fedha ni mbaya. Ila tu amepewa nani hiyo fedha? Maana kuna mtu tu akishapewa fedha anabadilika. Kwa hiyo nasema yeye huyu Paulo alijifunza kuridhika, amejifunza kwa hali zote. Sasa kama wanandoa kuna mambo haya myakumbuke au tuyakumbuke kabla tujaendelea vizuri mbele. Kabla hamjamuomba Mungu awape mafanikio yote, ombeni kuthibitika mbele za Mungu kwanza. Ndugu zangu, mafanikio kabla hujayaomba, omba kwanza uthibitike mbele za Mungu. Mwanamke uliyeko hapa na unanisikiliza kwenye kituo, kabla hujamuombea mume wako kupanda cheo, angalia akili ya huyo mume kama amethibitika mbele za Bwana. Maana anaweza akapanda cheo akabomoa na ndoa yako. Kwa hiyo usiombe mafanikio kabla hamjathibitika mbele za Bwana. Mafanikio yanayokuja pasipo kuthibitika mbele za Bwana ni chanzo cha mauti. Namba 2, tambueni mafanikio huja na kelele zake. Kuna baadhi mifano ya kelele za mafanikio nimeziweka hapa. Kumuona mke kama si hadhi yako. Mlipokuwa mnatembea kwa baisikeli, tena hii anivute karibu Bwana, mnaambizana mimi na wewe mpaka mauti, hamna shida. Lakini eti ulipopata gari unasema mama fulani hauna sura ya kukaa kwenye hii gari. Waliowahi kusikia hayo mambo wanipungie mkono waseme amina. Hivi vituko, naomba niongee na wanaume wenzangu mnaonisikiliza. Kama kuna laana ambayo hauwezi kuiepuka mpaka utaingia kaburini, ni laana ya kumbadilikia mwenzi wako baada ya kufanikiwa. Na bahati mbaya shetani alivyo, tukishafanikiwa, mwanaume ulikuwa haujui hata kuvaa vizuri, unavaa mazingine ndi kama unanyonyesha, halafu haujui hata perfume. Leo mama amekuvumilia na harufu yote ya kikwapa, leo umejua perfume. Halafu kuna malaya wanaanza kulegeza sauti, washindwe kwa jina la Yesu. Huyo mwanamke aliyesimama nawe ndiye huyo mpaka mauti itakapowatenganisha. Kama ulichukua mwanzoni akakuvumilia kwenye shida, kama sura yake haifai kukaa kwenye haria, zinakufanya kama mwenzi uliye naye amepitwa na wakati. Sasa mimi huyu mwanamke nitampeleka wapi? Nimewahi kufanya machimboni. Marafiki zangu wengine wanasikiliza, hata jana nilikuwa nawasiliana naye. Tukaambiwa bwana, awamu hii kila mmoja anakwenda kupata trilioni 3. Trilioni sio bilioni wala sio milioni. Na sasa tukaambiwa baada ya wiki moja mtapata. Moja ya vituko nilivyovisikia ni kusikia mwanamume mmoja analia, anasema sasa mimi na huyu mama aliyezeeka hizi hela nazipata zina faida gani? Yeye amesahau kwamba na yeye amezeeka. Na ninamshukuru Mungu zile pesa hatukupata hata 3,000. Kwa hizo ni baadhi ya kelele za mafanikio. Lakini nisikilize mwanamke unayenisikiliza kule mbali na mahali hapa. Baadhi ya wanawake wanapofanikiwa huwa wanaona mume wake kama hana sauti juu yao. Na mimi naomba nitangaze interest katika hili. Si kila mwanamke mwenye pesa anadharau. Kuna wanawake hawana pesa na dharau wanayo. Lakini kuna ambao wana pesa na hawana dharau. Hutasikia hata anakuambia unaona hiyo suti aliyovaa nilileta mimi. Lakini kuna kakapuku kakisha kuletea tu henga chifu moja, anatangaza kwenye kwaya yote. Sema kapuku.
Sasa shida ya wanawake, mnisikie hapa, mama zangu, dada zangu na wadogo zangu, ukiinuliwa, acha kuinua kichwa chako. Mwanamume abaki kuwa ni kichwa cha familia. Walionisikia waseme amina. Hata kama una cheo kikubwa kuliko yeye, endelea kumwelewa kama kichwa. Shida inayowakuta hao wanawake walio wachache duniani, akishaona na uwezo wa fedha, hata anapotaka kusafiri haombi ruhusa kwa mume wake. Anampa taarifa, mume wangu kesho ninaenda Makete. Mwanaume anasema unanipa taarifa au unaomba ruhusa? Mwanamke anasema nikuombe ruhusa, kwani unanipa nauli? Nina nauli yangu. Na Mungu alivyo ajabu, tu biashara kama mtu anatutandika tunarudi chini ili ukaombe tena kwa mume wako. Maana amegundua akili yako haiwezi kustahimili pesa. Kuna tafiti kidogo zimewekwa hapo ambazo naomba nisizi display mahali hapa, ambazo kwa kweli sina interest ndani yake, ila zimewekwa. Anasema hivi, wanawake walio wengi wanapoanza kuyaona mafanikio huwa wanaamini kabisa anaweza kaishi hata bila mume wake. Ndio maana mnaona kuna ongezeko la watu wanaoitwa single mothers. Ni kweli wako ambao ndoa imekuwa ngumu wakaikimbia, au wengine wamekimbiwa na wanaume. Kesho kutwa nitazungumzia wajane, kama sio kesho. Wajane mlioko mahali hapa, kesho kutwa nitazungumzia habari yenu ili muone aina za wajane tulizonazo. Kwa hiyo mahali hapa wanapoona wamefanikiwa, wanaamini kwamba ninajitosheleza bila mwanaume. Ngoja nikwambie, mji wowote ambao hauna mwanamume bado ni wepesi, hauna nguvu. Mwanamume ni mwanamume, alipewa ukuhani. Wamama mnaonisikiliza semeni amina. Ndio maana sikiliza ukitaka kuelewa kwamba una mwanamume kwenye ndoa yako, jifanye tu siku moja, andaka mtu ambako akili zimefyatuka, karushe tu jiwe kwenye bati, halafu ona nani atatangulia kwenye blanketi. Ukiona ametangulia mume wako. Namba 3, kadiri unavyoinuliwa juu au unavyofanikiwa, kuna daraja la watu naliacha hapo chini. Wale ambao Mungu amewabariki, umefanikiwa, umeinuliwa, umekuwa viongozi wakubwa, wengine matajiri, ninawatia moyo, kadiri unavyoinuliwa, inuka na daraja lile uliloliacha hapo chini. Usijitenge. Kuna wengine baada ya kutajirika hata misibani haendi. Akienda hali msibani, anasema mimi hapo msibani, mniambie tu mnataka kilo ngapi za mchele, anatoa, halafu yeye hali chakula cha msibani. Anajifanya yeye ni potential, yeye ndiye wa pekee. Nataka niwaambie, matukio haya ya kijamii yanatuunganisha. Hata kama ungekuwa ni bilionea namna gani, heshimu daraja uliloliacha hapo chini. Kwa sababu tunaishi kwa kutegemea watu. Usije ukaliacha hilo daraja. Kuna wengine wasema mimi siwezi kwenda kula kwa fulani, hana vyombo vinavyofanana na hadhi yangu. Mimi ninamshukuru Mungu bado ana watu wake duniani. Ni mtu mwenye heshima zake, lakini mnamuona kwenye mikutano ya kawaida anajichanganya. Na mara nyingi, ngoja niwaambie, wanaotusumbua ni wale ambao wana vyeo visivyoeleweka. Ndio hao watakwambia unajua mimi bwana, hivyo sio vitu vyangu. Mwisho, ombeni baraka zenu zitanguliwe. Ombeni baraka zitangulie mafanikio yenu. Mkifanikiwa bila kubarikiwa, hiyo ni mauti. Sasa unasema, Pastor, baraka na mafanikio vina tofauti gani? Ndio, vina tofauti. Yakobo alipokimbia kwenda kwa Labani, alikuwa ameshabarikiwa na baba yake. Lakini akafika kwa Labani akapata wanyama wa kutosha, akapata mke na watoto. Hayo yalikuwa ni mafanikio. Lakini anaporudi anakutana na malaika, anamwambia sikuachi mpaka unibariki. Mafanikio yenye baraka tutayaona kwenye mikutano hii. Sasa maelekezo ya Biblia ni haya hapa. Kumbuka somo linasema mpango wa Mungu kuhusu mapato ya wanandoa, sehemu ya kwanza. Maelekezo ya Biblia ni haya hapa. Na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili